Kwa majina naitwa Hidaya Mwishema Koroboi, ni balozi shina namba 11 kata ya Mpanda Hoteli. Unapokuwa saa 6 kasoro nimekuja kupewa taarifa pale kwangu. Balozi, umeona umekaa kule chini kuna matukio. Nikasema matukio gani? Wakasema kuna mtu amekuja na maji amefuata mtu moja kwa moja. Basi mimi nikawa nimeondoka kufika kule mtoni. Napofika pale mtoni niliwakuta zimamoto tayari wamefika, ila alikuwa bado hawajaanza kutoa ule mwili wa marehemu. Nimeshuhudia pale wametoa mwili wa marehemu, akiwepo mwenyekiti wa mtaa alikuwepo, mjumbe wa serikali alikuwepo, na mimi mwenyewe balozi nilikuwepo. Kwa kweli huyo mtu yani hatambuliki kabisa, ila wameshamuokoa, ila ni jinsia ya kiume. Na zimamoto tayari wameshafanya kazi zao na wamekuja wamechukua hayo mauti wameyapeleka mochwari. Kwa wale wanayemtambua wafike, wale wenye ndugu waliopotelewa naomba wafike wakaangalie mwili huo wa marehemu. Mimi ni hayo tu. Naitwa Edes Roman Minango, ni mkazi wa Mpanda Hoteli. Tumepata taarifa kwa raia wenzetu wa mitaani kwamba mtoni kuna mwili umepita maeneo ya daraja la Misongomilo, kwa umeshuka maeneo ya Machinjioni. Kwa tukawa tumeenda kuangalia labda huenda tunaweza tukawa tunamtambua. Bahati nzuri tumefika kwenye eneo la tukio, tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wote wa serikali ya mtaa. Zimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji, ila mwili hujatambulika ni nani, umeharibika sana. Jina naitwa Ibrahim Ali Msanda, mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli. Mida saa 6 kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu. Aliniambia, mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa Machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji, mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila ilipofika maeneo ya Machinjioni ikakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa, basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa zimamoto na uokoaji, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati, na tukio la kuanza kumuokoa au kumtoa kwenye maji marehemu ambaye hajatambulika likaanza kufanyika. Kwa hiyo tayari tukio kama ulivyolishuhudia limeshafanyika, tumeshamtoa kwenye maji, lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu. Kwa hiyo hatukuweza kumtambua kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika hasa ni nani. Katika wananchi wote walikusanyika maeneo haya, hakuna mwananchi yoyote ambaye ameweza kumtambua muhusika kwa sababu ameharibika, ila kwa umri anakadiriwa kuanzia miaka 45 mpaka 50 na jinsia yake ni jinsia ya kiume. Kwa tayari wameshambeba watu wa zimamoto na uokoaji. Kwa baada ya muda tutaenda kujua namna ya kufanya. Kama atashindwa kutambulika na hakuna tukio lolote au taarifa yoyote ya ndugu au jamaa kuweza kufahamu kwamba pengine anatakuwa ni yeye, basi tutashirikiana na jeshi la zimamoto kwa ajili ya kuweza kustiri mwili. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi. Leo tarehe 27 mwezi wa 5 tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea kwenye mto Misongomilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi. Mara moja tuliweza kufika eneo husika na kuanza utaratibu wa kuweza kumwopoa huyo mhusika. Tumefanikiwa kumwopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili ni tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali, wakati tunamwopoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumeopoa, tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi wilaya ya Mpanda, wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi. Jinsia yake, lakini pia makadirio ya umri. Mwili wa huyo mtu aliyeopolewa kutoka kwenye huo mto
anakadiriwa kuwa kati ya miaka 30 hadi 35 na ni jinsia ya kiume. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi tunawaasa wananchi pindi wanapoona tukio lolote, iwe ni la moto, la ajali barabarani, ajali ya mtu kudumbukia kisimani au ajali ya kufukiwa na vifusi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo, watoe taarifa haraka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kufika na kuweza kufanya kama ni maokozi ama kuzima moto na kuokoa mali, kwa sababu inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio, badala ya watu kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka inashindikana, kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji moja kwa moja. Lingine, nipende kuwahasa wale watu wote ambao wako kwenye mashamba huko wanalima, waepuke sana na matumizi ya moto yasiyokuwa rafiki kwenye mazingira yao. Maana tulishawahi kushuhudia vifo vya watoto wawili kuungua moto watu wakiwa wanaandaa mashamba. Lakini pia na wakati huu kuna watu ambao wanakaa mapolini huko wanalima, lakini wakati wa usiku wanakuka moto ili kuweza kuzuia wanyama wasiwashambulie. Hii inaweza ikapelekea moto ukashika vibanda wanavyokuwa wanaisha, wanavyokuwa wamelala usiku na kupelekea kupata athari za moto. Kingine, Wanampanda na Katavi kwa ujumla ni wahasi, kama kuna shimo ambalo halitumiki na lipo wazi liweze kuzibwa au kufukiwa mara moja. Itapita operesheni kwenye maeneo yote ambayo mashimo yapo wazi, ambayo sio rafiki. Wamiliki wote wa maeneo hayo, hatua za kisheria zitachukuliwa. Mfano, unakuta mtu amechimba shimo zaidi ya miezi 6 halitumii, na sehemu hiyo aidha watu wanapita maeneo hayo, ambayo inaweza kupelekea ikatokea ajali mbalimbali, aidha mfugo unaweza kudumbukia humo, binadamu anaweza akadumbukia humo na kupata majeraha au pia mauti. Sasa mimi ni wahasi, kama kuna shimo au kama wewe kiongozi kwenye mtaa wako kuna mashimo ambayo sio rafiki, hayo mashimo yafukiwe ili tuepushe majanga zaidi.